Karibu katika uchambuzi wa sura ya 4 ambapo nitaangazia sura ya 4 katika video hii. Video iliyopita ilikuwa ni katika usomaji wa sura ya 4 na nadhani ilikuwa imebaki sehemu ya mwisho ya usomaji. Nitamalizia ili nianze uchambuzi. Maisha ya Bi Zulu yalizimika ghafla kama taa ya kibatari kwenye upepo mkali. Nilijawa na maswali mengi moyoni. Maskini Bi Zulu hakuzikwa kaburini. Nilishtuka sana kwa kifo chake. Sikuwa nikimjua Bi Zulu vizuri, lakini nilijipata nikilia nilipofikiria kuhusu kifo chake. Mkono wa kifo kwa kweli hauna huruma. Nilijawa na maswali mengi moyoni. Kwani binadamu si sawa? Nilijiuliza. Binadamu si sawa. Sauti iliniambia. Ala, nilishangaa. Kwa nini? Nilijiuliza tena. Hata misimu si sawa, ile sauti ilisema. Ala, nilishangaa tena. Tuliendelea na safari ya Bi Zulu tukayatupilia mbali. Ilipotimu saa 10 jioni tulikuwa tumefika mpakani Gera. Kulikuwepo na uwanja mkubwa tambarare. Mahema ya wakimbizi yalikuwa mengi. Tulipofika eneo hilo, tulikaribishwa na kila mmoja wetu akajiandikisha katika orodha kwenye kitabu kikubwa cha wakimbizi. Tulipomaliza usajili, tulikabidhiwa mahema yetu ili kuweka makao yetu. Hatimaye tulishukuru kufika salama. Maisha ya ukimbizi yakaanza rasmi. Kwa hivyo katika sura hii ya 4 tunapata kwamba muhusika wetu Zingo pamoja na mamake wameandamana sako kwa bako, ambapo mliona katika sura ya 3 wakisema kwamba wametembea back bandika. Hadi sasa wamemaliza zile kilomita zote kutoka kwao hadi mpakani Gera. Wanapofika Gera, tunaona picha na taswira inayojitokeza katika mazingira wanamoingia. Tunapata kwamba wakimbizi si tu wahusika wetu wawili, bali wahusika ni wengi, ambapo tunawapata kwamba kuna wahusika wengine katika mpaka wa Gera. Kwa hivyo katika makimbizi yao tunagundua kwamba kuna tatizo la ukabila ambalo limeletea makabila ya watu wengine kuumia. Kumbuka lilianza kama tatizo la wawili la watatu kati ya mamake Zingo na babake Zingo. Kumbuka baba akawa ni Mlanga na mama akawa ni Mreba. Vita vikaanza kutokota chini kwa chini. Vilivyokuwa ni vita vya kubahatisha. Unakumbuka mama akimwambia ni fununu tu, wakati baba alimwambia